بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Karibuni sana kwenye hii qanat au channel Al-Quran Nur. Mimi Maryam Said. Leo inshallah nitaongelea mambo ya kuhusu hii mwezi ambao umeshaingia, mwezi wa Hija. Huu mwezi anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdal ayami dunia, yani siku njema duniani. Hakuna siku njema duniani kama hizi siku za mwezi huu wa haji. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa wakati na katupa miezi na katupa siku. Kuna siku bora kuliko siku, kama vile Ijumaa bora katika Waislamu, siku ya Ijumaa kuliko siku nyingine. Mwezi wa Ramadhani bora mwezi katika kuliko miezi mingine. Na hizi siku 9 hizi na inaitwa na ya siku ya 10 itakuwa ile siku ya Eid, ni afdal ayam dunia, siku njema duniani. Kwa vipi yani njema? Njema kwa kufanya ibada, manake ibada yake thawabu zake tofauti na miezi mingine. Na huu mwezi ukishaingia unaanza kwa, ukishauona mwezi leo wamekutangazia mathalan kwamba leo mwezi umeonekana, kitu cha kwanza utafanya nini? Utasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Utaendelea kusema, kila ukikumbuka wasema ila Allahu akbar, Allahu akbar. Kila ukikumbuka utasema mpaka siku ya yom ya kusali Arafa. Ukishasali salati al-fajr yom Arafa, basi sasa utakuwa unaanza kufanya nini? Unaweza ukastop hii takbirat, utakuwa unafanya kila baada ya sala. Kila baada ya sala unasoma takbir. Hadi takbir zinaitwa takbir mutlaq, takbirat mutlaqa, yani ala طول unazisema kila ukikaa. Walikuwa masahaba kaenda sugu anasema Allahu akbar, anasema Allahu mmoja anasema Allahu akbar, wasahaba wote wanaitikia, wako barabarani wanasema, wako nyumbani wanasema, wanakabiri hii takbirat ya huu mwezi mtukufu. Na huu mwezi ambao siku 10 hizi anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdal ayyam za duniani. Wakauliza sahaba, hata jihadi fi sabilillah? Akasema bora hata kuliko jihad. Ila jihadi, ikiwa mtu atatoka anakwenda kufanya jihadi, anatoka na mali yake na nafsi yake, akutoka hapa harudi, yani anakuwa afanya nini? Mfano amefariki, yule ndo bora. Lakini ambaye atarudi kwa hizi siku kwa ibada bora zaidi. Hizi siku natakiwa kwanza uzikubalie vipi? Yani zikianza, ikishafika siku ile ya mwezi wa haji, zile siku 10 za haji, utaanza nini? Kitu cha kwanza unatakiwa kukifanya, useme unaomba msamaha, uombe tauba kwa Mwenyezi Mungu, na unuie kwamba sitofanya maasi. Kama ulikuwa unakunywa pombe utastop, ulikuwa unafanya mambo makubwa utastop, madhambi madogo uongo, kuiba, kutukana, yote unafanya mwezi unayaacha, maana mwezi mtukufu, hizi siku mtukufu sana. Na pia kitu ambacho kinafaa katika hizi siku, kutoa sadaka na kutenda amali njema. Na sadaka inafaa sana kwenye hizi siku za 10 ya haji. Alafu kufunga, watu Waislamu mashallah kishaingia tarehe 1 wameanza kufunga. Pia katika siku ambazo zinapendeza sana, natakiwa kufanya sana hizi siku ni kufanya nini? Kufunga. Pia kitu ambacho kinachopendeza kufanya kwenye mwezi, qiraat al-Quran, kusoma Quran. Afu usisoma Qurani basi tu, jaribu kuelewa unasema nini unaposoma. Kama unayo tafsiri, chukua useme Mwenyezi Mungu kwa nini kaapa hivi, kwa nini kasema hivi kwenye hizi siku. Na pia katika amali ambayo natakiwa kufanya kama nasema takbirat, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar, la ilaha illa Allah, vile kama alivyosema Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hizi katika hizi ibada, dhikri ambazo natakiwa kufanya nini? Kuzisema kwenye huu wakati wa huu mwezi wa huu siku 10 hizi. Kwa nini huu mwezi mtukufu, hizi siku 10? Kwa nini ni siku njema sana kuliko siku zingine?
yani hata mchana wake kuliko mchana wa Ramadhani, kwa sababu anasema hii maulama wanasema kwa sababu hizi siku zimechanganyika, iko ibadati ya sala, tutaswali, iko kufunga, iko haji, iko umra, zote kila ibada kubwa kubwa zote zinafanya nini? Zinafanyika kwenye huu mwezi mtukufu, huu siku hizi 10 za haji, huu mwezi ambao unaitwa mwezi mtukufu wa haji, na iko katika hizi siku muhimu يوم عرفة. يوم عرفة هو anasema Allah alhajju arafa, yani hiyo siku ya haji, ile siku ya kusamehewa, ya kuomba msamaha, watu wanatolewa kutoka motoni. Siku hiyo ukiomba Mwenyezi Mungu anaweza kukujalia katika watu ambaye amekutoa katika listi yako ambao watu haimtoingia motoni. Na hii siku kwa mahujaji hawafungi, lakini sisi ambaye hatuhiji inapendeza sana kufunga kwenye siku ya Yom Arafa, hiyo ambayo siku ya tarehe 9. Halafu siku hiyo inafuatia siku ya Eid, siku ile ya kuchinja. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zam ayyam 'inda Allah yawm an-nahr thumma yawm al-qarn. Anasema a'zam siku kwa Mwenyezi Mungu ile siku ya kuchinja, ile yawm an-nahr ilikuwa ile siku ambayo tarehe 10, siku ya Eid ile. طيب alafu mahujaji wakihiji hizi siku hawana jazaa ila aljanna. Akifa haji na haji yake imekubaliwa na ikahiji na kafunga kakubaliwa, hana thawabu ya haji ila peponi. Na naomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wa peponi. Na kama nilivyosema, huu mwezi sio mwezi tena, nakusudia hizi siku sio siku za kucheza, bali siku za kukumbuka Mwenyezi Mungu, siku za kutoa sadaka, siku za kufunga, za kutakabir, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir yani Allahu akbar, la ilaha illa Allah, subhanallah walhamdulillah. Siku zote zinatakiwa ufanye nini kwenye hizi siku 10 za mwezi huu mtukufu, katika siku 10 hizi za tukufu za haji. Pia kama utaweza kufundisha Qur'an, utaweza kumfundisha mtu, itakuwa vizuri sana, kwa maana hizi siku za kuchuma, sio tena siku za kupoteza kwenye kucheza na maasi na nini. Kama nimesema acha nikukumbusheni na mimi nijikumbushe kwamba hizi siku 10 za haji, hizi siku muhimu sana, siku bora kabisa. Kwa hiyo ukijaliwa funga mpaka siku ya Arafa, lakini siku ya Eid utakula. Baada ya Eid utaendelea takbirat, utakuwa kila baada sala unasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, kila baada sala, baada ya Eid mpaka ile siku ya 3 ya kupiga mawe. Halafu zile siku 3 za kupiga, Waswahili tunasema kupiga mashetani, zile siku hutakiwi kufunga. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, zile siku za akil ushurb wa dhikrillah. Anasema hizi siku 3 hizi za kula na kunywa na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na kwa hiyo dhikri hakuruhusiwi kufunga. Haya maneno mimi nasemea ambaye sio haji, ambaye mtu sio haji, lakini haji anakuwa na hukumu zake tofauti na ambaye sio haji. Lakini ambaye wewe sio haji, unatakiwa ufanye zile siku baada ya Eid, siku 3 zile za Eid, baada ya Eid na kwa siku 4 unatakiwa ufanye nini? Ule na unywe na kumshukuru Mwenyezi Mungu na mkumbuke sana Mwenyezi Mungu kwenye hizi siku. Baadaye hizi siku muhimu sana kwa vile Mwenyezi Mungu anasema wal fajr, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Hizi layalin 'ashr hiya ndio siku za 10 Dhulhijja, kama anasema Allah Ta'ala ayyaman ma'lumat. Hizi ndio hiyo siku unazosikia zinaitwa ayyaman ma'lumat, ambayo inatakiwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana sana. Kwa hiyo nimesema tukumbushiane, Mwenyezi Mungu atujalie wote tu katika watu ambao wanakabir, wanamshukuru Mwenyezi Mungu, wanahalil, wanaasha maasi, wanafanya khair, wanataqarrab ila Allah Ta'ala kwa amali njema, kutoa sadaka, kufanya khair, kutizama wazazi, kuangalia
wagonjwa, kuwatembelea wagonjwa, na kila ambacho unachoweza kufanya cha khair fanya kwenye huu mwezi mtukufu katika siku hizi 10 za Al-Hajj. Wallahi, ikiwa nimekosea katika nafsi yangu na kwa shetani, lakini ikiwa nimesema maneno mazuri kwa Mwenyezi Mungu na taufiki yake, hadha wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.